Haleluya. Huwezi ukamzuia mtu ambaye amekubalika na Bwana. Mtu mwenye kibali cha Mungu hazuiriki kabisa. Mtu ambaye nafasi fulani ni ya kwake na Mungu amemkubali, huwezi ukamzuia. Mtu ambaye huduma fulani ni ya kwake na Mungu amempa na Mungu amemkubali, huwezi ukamzuia. Mtu ambaye mahali fulani anatakiwa afike na Mungu amekubali afike mahali hapo, huwezi ukamzuia. Na nataka nikwambie, unapojaribu kumzuia mtu huyo ni kama unamfungulia mlango mwingine wa kufaa zaidi kuliko huo ambao umeuzuia. Yaani ni mtu ambaye Mungu hana njia moja kwake ya kumfikisha mahali ambapo anatakiwa afike. Unaweza kumzuia mtu aliyekubalika kumtumikia Mungu. Unaweza kumzuia kwenye ushemasi, halafu Mungu akampa maono ya ukamkuta yuko kwenye uchungaji, ukamkuta ni nabii, ukamkuta ni mwinjilisti, ukamkuta ni mwalimu. Yaani unamzuia mtu aliyekubalika, unamzuia mambo madogo, kwa sababu yale mambo madogo ni hatua tu ya kufikia mambo makubwa, lakini unashangaa umemzuia hili dogo, unamkuta yuko kwenye nafasi kubwa. Nataka nikutie moyo wewe ambaye kama uko mahali ambapo unajua kabisa mahali upo ni Mungu amekubali kuwepo mahali hapo. Usiogope na vitisho, usiogope kwa sababu unazuiliwa, usifikiri utakufa. Wewe unachotakiwa kujua, ujue tu hapa hiki Mungu amenipa kiwe cha kwangu, natakiwa nifike. Mtu aliyekubaliwa na Mungu lazima atafikia utukufu ule ambao Mungu ametaka afike. Haijalishi, yani unapomzuia ndipo fursa nyingine inafunguka mpaka afike kule ambako Mungu ametaka afike. Sikiliza, tunamkumbuka Yusufu. Yusufu alikataliwa na ndugu zake. Hawakuishia kumkataa tu, wakaenda kumtupa shimoni. Wakati wanamtupa shimoni ndipo fursa inaendelea kutokea kwa Yusufu. Mtu aliyekubalika na Mungu, wakati watu wanafikiri hapa ndo tumemaliza, lakini ile thamani, kile kibali kinaenda naye mpaka shimoni. Kinamnyanyua, anaonekana ni bidhaa nzuri, ananunuliwa, anaenda utumwani. Akienda kule utumwani, kile kibali kinampa nafasi, hakitamfanya kuishia mtumwa, kinampa nafasi ya utawala. Tunamkuta Yusufu anakuwa ni mtu mkubwa katika nyumba ya Potifa. Wakati amekutana na changamoto, ametupwa gerezani. Kile kibali ameenda nacho mpaka gerezani, amejikuta yuko ikulu. Sikiliza, wale ndugu zake na Yusufu walikuwa wanashughulika na habari ya ukuu wa Yusufu, lakini wakati wamemzuia, sikiliza nikwambie, mtu aliyekubalika na Bwana, mwenye kibali cha Bwana, chochote kitakachotokea mbele zake, wengine wanaanza kufikiri ni kitu kibaya cha kumangamiza kabisa, lakini Mungu anakitumia kuwa daraja kwake kufikia ndoto yake, kufikia hatima yake, kufikia kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Sikiliza, unapomwona mtu aliyekubalika na Bwana anatendewa vitu viovu au unajaribu kumzuia, usifurahi kwamba umefanikiwa, na uwezo ukafanikiwa. Lazima afanikiwe katika mazuio yako, lazima apite. Kuna wakati mtu aliyekubaliwa na Bwana, wanaomzuia watainama, atapita kwenye migongo yao na atafuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye haweza kazuilika. Ni mtu ambaye kila wakati ana maono mapya. Ni mtu ambaye kila wakati anapozuiliwa hili anaona njia nyingine ya kupita. Kinachomfanya awe hivyo ni kile kibali cha Mungu, ni ule mkono wa Mungu, ni lile kusudi la Mungu. Mtu aliyekubalika na Mungu mahali fulani, kwenye njia fulani, kwenye jambo fulani, lazima atafanikiwa katika hilo jambo na hajawahi shindwa. Labda asijitambue, labda sielewa kitu fulani ni cha kwake, lakini akielewa na akajua ni Mungu anataka niwe hivi, anachokifanya ni kulinda. Sikiliza, wewe ambaye unajua mahali ulipo umekubalika na Mungu, unachokifanya, tunza hiyo ndoto yako, tunza huo mpango wa Mungu ambao umeufunua kwenye maisha yako. Sikiliza, hata ukitupwa shimoni, lazima ule mpango wa Mungu utasababisha njia ya wewe kutoka shimoni. Mpango wa Mungu hauwezi ukazikwa. Na nataka nikwambie, hata wewe ambao unajaribu kuzuia mpango wa Mungu juu ya maisha ya mtu, unajaribu kuzuia kibali cha Mungu, kwa sababu pale unazuia kibali cha Mungu juu ya maisha ya mtu, hautafanikiwa. Zaidi ya yote utaharibikiwa, na zaidi ya yote huyu mtu anaishia kuwa mtu mkuu, na waliomzuia wote wanaishia kuaibika na kuwa chini yake. Aliyekubalika na Mungu hazuiliwi, na usijaribu kumzuia mtu aliyekubalika na Mungu, kwa sababu unapojaribu unageuka kuwa daraja lake la kufikia kusudi la Mungu.